sana hapa tena tutajirike kuliko wao, kwa sababu utajiri ndio unapeleka injili. Amen. Na Mungu wetu ndio tajiri. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Hatuchukii matajiri, sina ugomvi na matajiri, ila matajiri wanaokula na anasa ndio nazungumza nao. Maskini yule akasema siibi. Sasa kama umeokoka bado una boyfriend au una mchepuko, unasema maisha magumu, Bwana anajua. Bwana ajui. Bwana asifiwe. Amen. Ananilipia kodi lakini nampenda Bwana. Hamna Bwana wa hivyo. Heri ukubali mwanangu ufukuzwe je ulale kanisani ukimsubiri Bwana afungue mlango upate kodi, kuliko kujiingiza kwa wanaume wakutende uchafu ili upate kodi. Sasa huyu maskini atawahukumu wote waliofanya dhambi kwa sababu ya umaskini. Mwanaume akakomaa kiroho, anasema siibi, siendi popote, ijapo na magonjwa na madonda, nitakaa hapo kwa tajiri, hata yale makombo nitakula. Mwanaume anakula makombo huko, anasema jina lako Bwana libarikiwe. Anakula makombo, anasema Yesu wewe ni Bwana. Baada ya kufa, ukisoma hapo, yule masikini akachukuliwa. Naongea na watu hapa. Mtu aliyeokoka anapokufa anachukuliwa na malaika. Ninaisubiri hiyo siku ya kuchukuliwa. Sitakubali kurudi nyuma, sitakubali kumwacha Yesu. Hata kama mnakata kichwa, kateni kichwa, pigeni risasi. Nikipigwa risasi nachukuliwa. Yes. Mwanaume akajishangaa ghafla iko kifuani mwa Ibrahimu mjii. Vipi? Akaanza kufarijiwa. Pole mwanangu. Naongea na watu. Naongea na watu. Wewe waliokoka, simama kwenye wokovu wako. Usiogope hata kama umetengwa. Eti kwa umeacha Uislamu, umeenda kwenye wanaitanya kwenye ukafiri, si tunakutenga, wacha wakutenge. Yuko Yesu ambaye hata kuacha. Yuko Yesu ambaye yuko kwa ajili yako. Hata kama mwanaume atasema ndoa basi, mwambie mwanaume ndoa basi, mimi ndoa yangu itakuwa na Yesu. Yesu atakutunza, utakuwa bibi harusi wa Yesu. Siku ile uingie mbinguni mwanangu ukiwa una mume, kuliko kutii mambo ya mume ya ulevi na uchafu na kwenda kwa waganga, matokeo yako kaenda jehanamu. Siwafundishi wanawake tabia mbaya, na wafundisha mjue sehemu yenu. Kila mtu atakufa kwa nafasi yake. Bwana asifiwe. Baada ya kufa huyu maskini sasa akaingia kifuani mwa Ibrahimu, akaanza faraja. Mwanangu, mateso nao yapata, matusi nao yapata, utaanza kufarijiwa. Utaambiwa pole sana, utaambiwa pole sana mwanangu, umeshinda. Utaanza kukaa pale paradiso, unasubiri sasa parapanda iweze kufika. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwa nini maskini alikufa haraka? Maskini wanakufa haraka kwa sababu hata akiumwa kichwa hana hela ya panado. Halo. Lakini Mungu sio Asmani, Mungu sio Mkimbo, Mungu sio Mkuria, naye tajiri akafa. Tajiri naye akafa. Tajiri alipokufa tu, moja kwa moja akapokelewa kuzimu. Yule sio paradiso, moja kwa moja wapi? Kuzimu. Naongea na wewe tajiri usikie. Kilichompeleka kuzimu ni kule kula kwa hanasa, pombe nzuri, wake za watu anafanyao kazi maofisini, lakini baada anarubuni wake za watu kwa sababu ya pesa, anatembea nao. Kama mambo yapo. Baba anapangisha nyumba, mume amekosa kodi, anamchukua mke wa mtu, analala naye ili kuwasaidia asilipishwe kodi. Jipo hilo baba, jipo hilo baba. Haleluya. Haleluya. Ofisini hawa askari unamfanyisha kazi, baadaye tena unaanza kuminyanyasa. Unasema wewe binti dolari na mimi, matokeo yake nitakufukuza kazi. Binti wa kuogopa kufukuzwa kazi anaamua kufanya dhambi. Tajiri mbaya sana. Tajiri anaweza kumwonga mtu yoyote akamtumia kama anavyotaka. Tajiri ana uwezo wa kunyang'anya shamba lako. Tajiri ana uwezo wa kuionga mpaka serikali. Wako matajiri wameibeba serikali.
ukimgusa hatari, anakwambia utaniona. Ndio maana Mungu alisema ni rahisi ngamia apite kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Hebu chukua ile sindano unayosholea nguo ulinganishe na ile lingamia. Unajua madokta hao huwa wanatufundisha ni kale kamlango kadogo ka kuingilia Israeli. Mimi nakataa. Mimi nasema sindano hiyo. Sikubali. Hiyo sio sindano, ni mlango. Kama rita sindano ni wao. Mimi mfano wangu kwa sababu mimi mwana hudumu wa matajiri. Kweli ni kanisa. Tajiri kuingia mbinguni. Yaani uchukue ile lingamia ile. Alafu kupita kwenye tundu la sindano ni rahisi. Yaani ni rahisi kabisa yule ngamia apite kwenye lile tundu kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kweli. Na kuna wengine wakija nitawavuta shati kama atakuwa karibu. Matajiri ni watu wa hovyo. Huyu wamezulumu viwanja vya watu, mkweli si kweli? Anakwambia atanipeleka wapi? Atanifanya nini? Nina eka zangu 4 pale Bagamoyo wamenizulumu. Tena nashikana watu wa serikali kabisa. Nina documents zote. Juzi nimeenda kwa commissioner, anza kuniambia anajeuri, aninyie mtakufa vibaya. Tena nawarusha, naomba mrekodi. Rekodi yako kitu, sio na rekodi vitu vya ovyo, rekodi hicho kitu. Rusha. Mimi niko tayari kufa kama muda umefika. Lakini kila mtu apate ukweli wake. Mimi mwenyewe nimetendewa hivyo. Na dokumenti zote, eti anaanza kuzicrash hizi dokumenti. Sio nini? Kana kiburi, kamekaa hapo. Kameshaongwa na tajiri. Wewe unafikiri nenda mahakamani? Jamani, hivi tumeshamuliwa. Toa msali, unajua yaani kajeuri, utakufa vibaya wewe. Na Mungu hakuna kukusamehe. Unadhulumu mtumishi wa Mungu heka 4. Sasa nimesema atakaingia na kufa. Na kesho kutaenda kuchimba kaburi na wekea na msalaba. Ndio ataelewa. Na sasa hivi utumie maarifa ya Bwana. Bwana asifiwe. Halo. Matajiri wafai. Matajiri ni amfai. Ndio na Mungu anawachukia kwa sababu ni wasumaji. Tajiri akishaonga mtu yoyote, yani hata kama sheria ipo, unaambia sheria zimewekwa hivi zikanyagwe. Mtakanyaga sheria za dunia, hamwezi kanyaga sheria za Mungu. Mtakanyaga sheria za nchi, hamwezi kanyaga sheria za Mungu. Muulizeni Farao. Wakamuuliza Farao. Ndio maana hii tajiri, watajiri wote wamewakilishwa na huyu jana. Labda ukubali Yesu. Hapo kama ukubali Yesu hapo taelewana. Lakini utajiri bila Yesu haulipi. Wako matajiri wamechukua watoto wao ndondocha. Toto likifanya yani ule udenda ukitoka noti zinadondoka. Wapigwe wasipigwe. Wapigwe wasipigwe. Ni jana tu. Nimetewa dada moja sema baba anasumbuliwa. Mtoto wangu alipigwa kofi tu na kijana wa jirani. Akawa zezeka. Mtoto akikama sikia. Kupiga maombi. Kamwombea mtoto. Kamwombea mama. Kumwombea mama. Ni mimi mme wake. Mme vipi? Wana nyota kali sana. Nyota ni kile kitu ulicho nacho cha utajiri. Si naongea na watu hapa. Yaani kinachoweza kufanya uwe na utajiri ndio kinaweza kuitwa nyota. Bwana asifiwe. Hata Yesu mwenyewe waliona nyota, wakaifuata. Wakaiona imeandikwa ni ya mfalme. Bwana asifiwe. Kwa hiyo yule baba, mwanae na mke wake, hoi, naomba yule mama maombi ya nguvu mpaka anakuja kufunga. Namuuliza, anasema wachungaji wengi walishaniambia ni mume wangu. Nikamwambia unasubiri nini? Abaki au tuondoe? Sache mchawi aishi. Kana mwanaume kama mchawi, piga maliza kwenye ulimwengu wa roho. Usimwache mchawi endelee kuishi. Wacha aondoke, Mungu akupe mume mwema aliye sahihi. Kwa kuna mitajiri mnaona migorofa, migari, kumbe utajiri wa kishetani. Sisi tunafanyia kazi matajiri, wana hasira. Unataka kazi, unataka Mungu. Nataka Mungu, sio kazi. Tajiri ndio wananyasa dunia hii. Na ndio maana watakufa vibaya. Kwa sababu ya matendo yao yamo gizani. Wana maovu mengi ambayo hayasemeki.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hata uwe tajiri utakufa. Hata uwe mheshimiwa utakufa.